Kwa mimi hata Chadema wangesema wanaingia kwenye uchaguzi, yaani wangesema hawahamasishe sisi wananchi tupige kura, mimi nisingeingia kwenye kupiga kura, kwa sababu mimi mwenyewe nina macho yanayotokea yote nayaona. Leo hii uje uniambie eti niingie kwenye uchaguzi, mimi nina akili timamu au mimi chizi? Yaani wewe unaona kabisa, alafu unasema naenda kuingia. Unaingia wapi? Haya, unaenda unashiriki. Umeona watu wameshiriki na bado wameondolewa, walioumizwa wameumizwa, waliokufa wamekufa. Alafu leo unafuata nini? From nowhere tu unaingia tu kwa sababu wewe eti kwamba labda umepewa hela. Hapana, hata kama ingepewa hela mimi ningekula na bado nisingeingia. Hizo ni propaganda. Mjomba, Chadema hata wangekuwa hawana hata 100. Raia si tupo. Tungechanga tone hiyo. Hata angepitisha hapa buku mbili, tungechanga na uchaguzi ungefanyika. Hiyo iko hivyo. Tume tokea mwanzo ilikuwa sio huru. Mpaka sasa hivi sio huru. Tuliingia kwa kujiaminisha. Umeona kwa wingi wa watu na hasira za watu. 2015 kipindi cha Lowassa watu wakaingia. Zile zilikuwa ni hasira na munkari, ndio maana zikafanya watu wakaingia. Lakini sasa hivi watu wamepunguza ile nguvu. Watu wana mauchungu kwa sababu hata kama utasema kwamba hiyo tume itabadilishwa, imebadilishwa, hii tume ilitakiwa ibadilishwe toka kipindi kile cha Kikwete. Mpaka sasa hivi imeachwa tu kwa sababu ya watu kufaidika nayo. Lakini kiukweli hii tume haifai, katiba haifai, vyote ni vibovu. Sijavisoma lakini vitu sinaviona. Ili ujue kwamba kitu hakifai, ukishaona watu wanapiga kelele ujue kuna tatizo. Kwenye chama kuna maelewano. Usije ukasema kwenye chama hakuna maelewano. Wale ni chawa tu kunguni wale, viroboto. Umesikia? Wale wapo kwa G55, wapo kwa ajili ya maslahi. Nyuma yao kuna mtu ambaye anawasukuma. Sio wao tu wenyewe wanakuja hivi. Hawezi kuja kwa wananchi huku sisi wakatuambia eti sisi tunapinga. No baba, watakula mawe. Ni uongo baba. Hiyo anasemea tu kwenye mtandao huko. Sio live hivi kwamba eti waje hapa aisee sisi ndio G55 tunapinga. No, haiwezekani mjomba, ni ngumu sana. Na sio kweli. Katiba sinaelezea. Mimi sijasoma katiba lakini katiba inaelezea. Unasikia watu wanavyoongea, wana sheria. Watu wenye uelewa mkubwa unasikia wanaongea. Mimi ambaye sijasoma afu ndo naanza kuropoka. Which is which? Unaweza kushauri nini sasa G55? Ondoke, achane na hii biashara. Waachane nayo kabisa. Waache wafanye mambo mengine, kama wanaingia CCM waingie waachane nayo. Waliopo Chadema wana msimamo, sio kwamba Tundu Lissu ndo ana msimamo peke yake. Mpaka watu ambao ni wapiga kura bado watu wana msimamo. Ukiweka na wanachama ukiongeza, watu wote wana msimamo. Ishu kama hiyo. Baba, chama kwa Tundu Lissu. Mjomba. Mjomba, hichi chama kinaongozwa kihisia zaidi, yani kiukweli. Yani ni kitu ambacho kimetoka kwenye moyo. Sio kwamba kinaendeshwa tu kwa sababu Tundu Lissu yuko pale, labda anataka maujiko, hapana. Hichi chama kinaenda mbele, Tundu Lissu anakiendesha vizuri. Kwa sababu Tundu Lissu cha kwanza sio muoga, ni msema kweli. Unajua ukweli uoga unadumu alafu uongo haudumu. Uongo utasema uongo mwisho kama hivyo mkuu wetu alivyosema mwanzo huko. Lakini kwa huyu jamaa mambo ni mbaya baba. Mboya akae pembeni, hatuhusiki naye sisi. Aachane na hii ngoma, sisi tunapambana nayo kama ilivyo. Jomba samekula risasi yule. Hivyo tunapambana naye, tupo nyuma yake. Kama ni kwamba anataka ushirikiano, hatuna shida na huo ushirikiano wake. Kama mimi mpiga kura, sioni faida yake yoyote. Tokea mwanzo alishatuangusha, leo hii unamhitaji wa nini? Kwa majina yangu Lucas Kilusu Laisa. Ni mwenyeji wa Arusha mjini. Maoni ya chama bado kuna msimamo iko pale pale. Na sisi kama wanachama tunaiunga mkono vizuri sana bila kumumunya maneno. Kwa sababu tumeona msimamo uliokuwepo ni sawa. Kwanza tumeelewa viongozi wetu wakisema tukienda kwenye uchaguzi kila siku na watu kwenda kuuliwa si faida kwao, ni hasara kwao. Na ndio maana umeona wameweka msimamo yao kwamba no reform, no election. Kwamba msimamo yao ibaki pale pale mpaka majibu yao yapatikane. Maana yake kama haikupatikana basi ndio maana unaona mambo yanapoendelea kwa sasa. Hiyo ni ndoto nyingine ambayo mnafikiri. Chadema sio CUF. Muelewe kitu kama hicho. Kwamba Chadema ni chama kingine sana na tumeiona, lakini wakati ule haikutisha. Lakini sasa
mambo ya Chadema kwa sasa ni tofauti na CUF. Na huwezi kufananisha Chadema na CUF, huwezi kabisa. Ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo naamini chama chetu inachokifanya inaenda salama kabisa. Na tunaunga mkono viongozi wetu na tutaendelea tu kusisitiza kwamba serikali yetu inayomshikilia kwa sasa mwenyekiti wa chama kwamba wangemwachia tu, hatukuona kama kuna sababu yoyote ya kumshikilia. Makundi aliyokuwepo ndani ya chama ni machache sana, alafu hana uungaji mkono yoyote. Kama wako watu wanayemuunga mkono, nafikiri wako ndani ya CCM, sio Chadema. Nikwambie tu ukweli, na hawa wanafahamika. Kwa hiyo nadhani wale wanaoendelea kuongea wao nao, kila mtu anatafuta njia ya kupitia tu ili serikali iliyokuwepo madarakani waone hawezi kuwateua. Basi nafikiri mimi kama njia kama hiyo, naona kama wale watu ndio njia yao ya kutafuta namna ya kufanya hivyo. Maana hawana chochote anachokidai ndani ya chama. Hamna ingine zaidi ya CCM. Ndio hao. Hakuna wengine. Ni mkazi wa Arusha. Msimamo wa Chadema huko pale pale wa kuendelea na kusema no reform no election. Utaendelea, utasimama. Kwa sababu gani? Ni msimamo ndani ya chama. Wale wenye kukaa pembeni waendelee na kuzungumza, watu watachukulia ni watu wengine wako pembeni. Sisi tunaendelea na msimamo wetu wa kuzungumza no reform no election. Hautaondoka. Huo ni msimamo wa chama moja kwa moja. Chadema itakuwepo kwa sababu iko ndani ya watu. Chadema itakuwepo, iko ndani, ile ni taasisi, iko ndani ya watu wa Tanzania. Itaendelea kuwepo na itapointiwa na watu wengine sasa hivi, kwa sababu kizazi tuko nacho sasa hivi kinahitaji mabadiliko moja kwa moja. Hao sera zao ziko ndani ya mabadiliko yanayolenga watu, wananchi. Wamesimama kwenye ukweli, ndio maana sasa hivi matatizo yamekuwa ni mengi katika upande wa wa kutisha viongozi. Nizungumza uhalisia ulioko. Vitu wanavyopinga viko ndani ya sheria. Sheria za uchaguzi haziao rafiki kwenye vyama vya upinzani. Zinapingana na misimamo ya chama. Kwa sababu hatuna tume huru, katiba ina favor wao. Kwa hiyo vitu wanavyovizungumza vinabeba mifumo ya kwao peke yake, haiko ndani ya upinzani. Haiko opposition. Iko katika upande wao kwa beba wao. Sasa wapinzani wanapozungumza vitu kama hivyo, inakuwa wanapuru attention. Kutumia nguvu kama ilionekana siku ile na kupiga mabomu na kuwarati watu waogope. Wasifikirie mawazo ya nani? Ya mabadiliko. Wanachokiofu sasa hivi wanaofu mifumo walioiweka ya utawala. Si rafiki kwa wananchi walioko sasa hivi. Ndio maana wanaweka attention kubwa na kutumia nguvu nyingi. Wanatumia nguvu kulinda utawala wao. Si kulinda maslahi ya watu, ni kulinda utawala wa watu wachache waliopo kwenye mamlaka. Si faida wananchi. Mbowe sasa hivi hana nafasi. Mbowe hata kama ni mjumbe hana nafasi ya kuzungumza kwa sababu impact yake haipo kwenye chama kwa sasa hivi. Sasa hivi watu tuko kwenye harakati za mtu mwingine mwenye msimamo mikali. Ainaenda na mifumo iliyoko kwa sasa hivi. Sio Mbowe. Mbowe ametuambia komaeni makamanda, lakini jibu lake alitoa moja kwa moja. Chaguzi imepita nyingi nyuma. Hana msimamo ya moja kwa moja kama huyo aliopo. Huyo aliopo yuko tayari kusimamia kitu na kikaonekana. Ndio msimamo nayoona kwake. Hiyo hata Matomaso walikuwepo. Wakati nabii anakwenda kuvuka Matomaso walitokea. Sasa hivyo vitu ni vidogo sana kwa mtu aliyesimama. Ukiwa kudai kitu ukaona watu wanaibuka, jua una nguvu, kwa sababu mti ambao huna matunda upigwi mawe. Hawa ni watu wametoka pembeni kudai vitu kama hivyo, lakini havina misingi kwa nyakati hizi ambazo tunazo. No reform no election bado inaendelea. Pamoja kwa tuna mwenyekiti wetu yuko ndani, lakini no reform no election bado inaendelea. Na nafikiri wote ni mashahidi, mnaona makamu mwenyekiti wetu anaendelea kuchanja mbuga. Na ninachoomba kwa wanachadema wasivunjike moyo, kwa sababu hii ambayo imempata Lissu ni faida pia kwetu kwa chama, kwa sababu tunaendelea kuona serikali ya CCM, Chama cha Mapinduzi, kwamba hawataki mabadiliko yoyote. Kwa hiyo ninachoona bado no reform no election bado inaendelea. Ndio, fikiri wale pia walikuwa na maoni yao, na kwa bahati mbaya sana
wasingetoa hadharani, sababu tunaamini kabisa kwamba chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni chama ambayo ni taasisi, na siku ile mwenyekiti wetu alipoita wagombea ubunge alisema watajibiwa. Unaona wanahoja ama wanahoja? Hoja hao ni nyepesi. Nyepesi kivipi? Ni nyepesi kwa sababu hazina mshiko, haitingishi chama. Chama bado tunaendelea. Kwa majina naitwa Alex Akayesu. Maoni yangu ya no reform, no election yana mantiki kubwa kwenye hili taifa. Kwa sababu gani? Uchaguzi uliopita watu waliuawa, watu waliteswa. Kwa hiyo kusema Chadema waingie kwenye uchaguzi haifai. Hata kama ni mimi nisingepiga kura tena. Kwa hiyo mimi naona Chadema wako vizuri sana kwa msimamo wao. Kwa hiyo no reform, no election ni muendelezo ambao unaendelea kwa kila mwananchi ambaye anahitaji mabadiliko kwenye nchi. Mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Zile sheria na vile vipengele vya wapinzani viingizwe ili uchaguzi uwe huru na haki. Kwa mfano kama wanaosimamia uchaguzi unakuta aliyewateua ni rais. Aliyewateua ni rais. Wewe uliyoteuliwa na rais umpitishe mpinzani ni kitu ambacho hakiendani. Kwa hiyo inatakiwa mfumo wa uchaguzi ubadilishwe. Ukibadilishwa wapinzani wataingia, Chadema wataingia kwenye uchaguzi na kura zitapigwa. Lakini kwa mfumo uliopo sasa hivi wananchi wengi hawapigi kura mjomba. Watu wamechoka kwa sababu CCM wamekuwa ni chama ambacho wao kama wao hawataki washindwe. Wanatumia nguvu kubwa ya jeshi la polisi. Mfano kama Lissu alivyokuwa kule Mtwara kule. Alivyokuwa anaingia kwenye ile migodi ile ya makaa ya mawe ili kuwaelimisha wananchi kuhusu rasilimali zao za ile makaa ya mawe. Ndio jeshi la polisi likaingilia pale na kupiga mabomu na risasi za moto ovyo ovyo bila sababu yoyote. Kwa hiyo mimi naungana na Chadema kwa 100%. No reform, no election. Mabadiliko yabadilishwe kwa uchaguzi, wanaosimamia uchaguzi zibadilishwe hizo sheria, zije sheria zingine ambazo hazina mfumo wa kiongozi yeyote aliyoko madarakani. Lissu atatoka kwa sababu wananchi wengi wanamuomba Mungu na Mungu hajawahi kushindwa hata siku moja, kwa sababu kesi ya Lissu ni kesi ya kutengeneza, kwa sababu anawaambia Watanzania ukweli na Watanzania wanaelewa. Hakuna Mtanzania sasa hivi ambaye ni mjinga. Kila mtu anajitambua na kila mtu anajifahamu kutokana na maisha yamekuwa magumu, kwa sababu watawala walioko madarakani wanachukua rasilimali za nchi wanatumia wenyewe. Kwa hiyo kila mtu ana uchungu na nchi yake sasa hivi. Kwa Lissu atatoka pale, hamna kesi mjomba. Hamna kesi pale. Atatoka. Nimechukia sana kwa sababu mfano nchi zetu za Afrika kija kiongozi ambaye anaongea ukweli huwa wanawapa kesi kama hizo. Sio Tanzania tu, hata Uganda, hata Zimbabwe ilishatokea. Na baadhi ya nchi zingine tu za Afrika wako wengi wamewekwa ndani na bado wako kama Uganda. Yuko kiongozi mmoja yuko magereza mpaka sasa hivi naye amepewa kesi kama